Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Bana, kwa niaba ya mdhamini, mimi naitwa Haji Kisesa. Kwa ajili ya kumwakilisha mdhamini. Leo tunafungua ligi yetu jamani. Na leo tutakuwa na zawadi kwa ajili ya mpira kwa ajili ya ufunguzi. Zawadi nyingine nadhani zitakuwepo kwenye taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe. Nachoomba kitu kimoja. Kwanza tulindane, tuchezeni mpira kwa amani, tupendane. Leo uko huku, kesho utakuwa sehemu nyingine. Lakini kuna maisha baada ya mpira. Jambo la kwanza tufurahi kwanza kwa sababu tunapata platform ya kucheza. Kwa sababu kama wachezaji kitu kikubwa kwetu sisi ni kupata nafasi za kucheza na kuonekana, kuonyesha kile ambacho tupo nacho. Nafikiri kumekuwa na changamoto ya ligi nyingi ambazo zimekuwa zikichezwa hapa, kuto kufika mwisho na kufanya nini. Ni changamoto ambazo naamini zinahitaji ufumbuzi, si ndio? Kwa hiyo kwa msingi huo, maana ya kuleta uongozi hapa, kuja mimi kuwepo kwenye mashindano kwa siku ya leo na kuja kuyazindua, maana yake tuna uhakika mashindano haya yataendeshwa vizuri kwa haki na usawa na yatafanya nini? Yatafika mwisho. Sawa sawa. Jambo kubwa ni nidhamu. Mfano leo nimeona timu zenyewe kwanza mko delay, hamko tayari kwa ajili ya mechi. Yaani mmekuja kama vile hampo kwenye mechi. Si ndio? Mwamuzi anapopuliza filimbi kuita, tafsiri yake anataka mchezo uanze. Lakini mwamuzi anapuliza filimbi, timu ndio inatoka inaenda nje kwenda kuvaa. Kwa hiyo mimi naamini tukiwa na discipline mashindano yetu yatakwenda vizuri. Sawa sawa. Mimi katika hayo niwaambie yoyote atakayefanya vizuri, naona kuna sura za vijana wadogo ambao naweza kuwa na matumizi nao hasa kwenye timu zangu za mkoa. Si ndio? Na timu nyingi ambazo natamani zitakwenda kucheza mashindano mengi ya mabingwa wa mikoa, lakini tuna timu ambazo zinakwenda kwenye usajili wa under 20 za ligi kuu. Kwa hiyo hapa mkicheza vizuri, hawa makocha wanaokuja kutazama mechi wanatupa ripoti. Wakitupa ripoti mchezaji fulani ametajwa sana anacheza vizuri, sisi hatuoni hatari kukuita ukaja kuonyesha kile ambacho upo nacho, ukapata platform zaidi. Kwa hiyo yote kwa yote mimi niwatakie kila laheri na niseme tu rasmi leo mashindano haya yamezinduliwa rasmi na yakaanze vizuri, yakatamatike vizuri. Niwatakie mchezo mwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu amemaliza mchezo wetu salama na tuongoza vyema, tupata matokeo mazuri. Ndio jambo ambalo tuliingia nalo, tupata matokeo mazuri. Ungependa kuambia nini wachezaji wako kuelekea katika mchezo ujao? Kubwa naambia wachezaji wangu wajitoe zaidi. Mchezo unaofuata, hadi hapo ndo tunaanza mashindano. Tuwe katika mchezo unaofuata ili tuweze kufanya vizuri, kombe libaki hapa hapa. Tupe siri ya ushindi leo. Siri ya ushindi ni kujituma na kusikiliza maelekezo ya walimu. Tumepokea kwa mikono miwili mchezo, asema kushindwa si kushindana. Tunajipanga kwa game ya kwanza ya mashindano. Ndani ya dimba mambo ilikuwaje hii leo? Shughuli ilikuwepo. Tunaona mmoja dakika 90 nyau imeenda mapenati. Na mapenati hayana mwenyewe. Ungependa kuambia nini wachezaji wako kuelekea katika mchezo ujao? Mimi nawasihi tu waendelee kufanya mazoezi, game kesho kutwa. Tufanye vizuri. Unamzungumziaje mpinzani wako ndani ya dakika 90 leo? Anampongeza, amefanya vizuri ndio maana amepata matokeo. Ukiachilia mbali hayo, ungependa kuwapa wito gani viongozi wa kamati ya mashindano? Watu ongezee tu hapa labda ulinzi kidogo. Mashindano yako vizuri, hana shida. Chaudele Nikolausi, mratibu wa mashindano yanayokwenda kwa jina la Bido Cup kata ya Nzuguni. Na kwenye hayo mashindano tumeshirikisha takriban timu 12 ambao tumezigawa kwenye makundi matatu, kwa maana ya kwamba washindi wawili wa kila kundi watafuzu moja kwa moja, kwa maana tukipata timu 6, lakini pia na kuangalia best loser kwa washindi watatu, kuona namna gani tunaweza tukapata timu kwa ajili ya kupata timu zinazoingia na Nebola. Tukimaliza na Nebola tunaenda nusu finali, baada ya hapo mpaka finali. Kwa faida ya mtazamaji wa Mkupa TV, tungependa kufahamu zawadi zikoje kwa washindi wa michuano hii baada tu ya kumalizika kwake. Mshindi wa kwanza ataondoka na kombe alafu pamoja na seti moja ya jezi. Mshindi wa pili ataondoka na mbuzi mmoja pamoja na seti moja ya bipsi, lakini pia mshindi wa tatu ataondoka na seti moja ya bipsi, na mshindi wa nne pia hatujamwacha, naye pia ataondoka na mpira mmoja.
Kumekuwa na changamoto nyingi sana kwa baadhi ya waandaaji wa mashindano mbalimbali, hasa haya mashindano ya ndondo, kutokuwa na zawadi mkononi, na mwisho wa siku mashindano ya maliziki, viongozi hawako pamoja, lakini pia mshindi hapatikani. Nyinyi mmejipanga vipi kwa hilo? Kwanza sisi kabla hatujaanzisha mashindano tayari tulihakikisha zawadi zote tunakuwa nazo, tumenunua zote, zipo, na baadhi ya timu nyingi baadhi ya timu nyingi ambazo zimekuwa zikilipa viingilio zikija ofisini zimekuwa zikiona zile zawadi zikiwepo. Kwa kuanzisha mashindano, sio tumeanzisha mashindano ili mradi, ila tumeanzisha ili kuleta burudani, lakini pia kuja kwa ajili ya kutengeneza ile imani pamoja na jamii. Najua mashindano mengi yalikuwa yafanyiki kwa sababu ya hizo sitofahamu, na kwa sababu sasa unakuta mtu alikuwa akianzisha timu manake akai kwenye msingi ambao uko bora. Kisha timu, yani yeye mwenyewe anaweza kaanzisha mashindano lakini hajui pa kupatikana ni wapi. Lakini sisi watu tunaanzisha mashindano, wanajua wanatupata ofisini na wanajua tunafanya nini. Kipi kimewasukuma kuanzisha mashindano ya soka badala ya kuanzisha hata netball ama kuogelea? Kwanza tumeangalia tuna mwakani 2027 kuna mashindano ya AFCON ambayo yanaanza mwezi Juni. Kwa hiyo tukasema na sisi sasa kama wadau, hususan tumshukuru sana mdau wetu Bwana Salum Shabani Bido, baada ya kuliona hilo, ili kuwahamasisha Watanzania lakini pia wanadodoma na wanazuguni waone kuna AFCON mwakani. Mashindano haya tumeanzisha ili niwe ni shamla ya kuona kwamba kuna chochote ambacho kinakuja kufanyika mwakani, kwa maana ya mashindano makubwa ambayo ni AFCON yanafanyika Tanzania. Kwa wale wanaotufuatilia hivi sasa kupitia Mkupa TV, ungependa kutoa wito gani kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushuhudia michuano hii? Kwanza tuambie mashabiki wengi wajitokeze kwa wingi kuja kuangalia mpira, na bahati nzuri kiwanja chetu kiko Mbuyuni, manake tunasema ni kiko mita 5 kutoka eneo la 88. Kwa mtu ataangalia mpira, baada ya kuangalia mpira ataenda 88, au anaweza akaamua tu nianzie 88 jioni wakati nataka kurudi nyumbani, namalizia na mpira narudi zangu nyumbani. Hao ni mashabiki. Lakini pia awamu nyingine tunasema hususan wale wadau wapenda mpira, tuje tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kujenga. Sasa kuna zawadi zipo ambazo sisi tumesema kwamba tumeandaa tunatoa, lakini pia kuna wadau wale tuwakaribishe, kama kuna chochote kitu kwa ajili ya kuwachangia vijana wetu, kuwapa hamasa, tuwakaribishe pia waje, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha mpira unachezeka wa Tanzania. Kwa upande wa usalama ukoje katika mashindano haya? Usalama tunashukuru, tunashirikiana vizuri na ofisi ya kata, kwa maana ya polisi kata yupo Afande Shadafa, amekuwa akituletea, tunasema tumeweka utaratibu atakuwa anatuletea migambo, lakini pia na yeye anapata nafasi ya kuja kuona. Lakini pia usalama namba moja ambao tumeweka kwa kila timu kuwa na watu 5, kuhakikisha kwamba, kwa sababu vurugu nyingi zinaanzishwa na mashabiki, na shabiki yote hawezi kuanzisha vurugu pasipo kuona tunasema hawezi kuanzisha vurugu pasipo kuona, anaweza kuanzisha vurugu lakini kama viongozi wake wapo, maana hawezi kuanzisha vurugu. Kwa watu 5 kwenye kila timu wanaanza kutuliza mashabiki wao kabla ya kuendelea na ratiba nyingine. Kwa upande wa waamuzi, nyinyi mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mnao waamuzi bora ambao watachezesha mashindano haya ili yamalizike kwa uzuri? Sisi waamuzi tunaotumia ni waamuzi ambao wanatambulika na chama cha soka mkoa wa Dodoma kwa maana ya Dorefa. Ndio maana hata kwa siku ya leo kwenye ngao ya jamii unaona waamuzi tulionao wote wametoka Dorefa wakiwa 3 kuhakikisha mashindano yanaenda vizuri. Kwa waamuzi hatutatumia mwamuzi tu wa mtaani. Huu ni mpira. Huwezi timu zimejiandaa, zimewekeza fedha, zimewekeza muda, mazoezi ya kutosha, alafu tukachukua tu mtu kutoka mtaani ndio aje aamue hatima ya watu. Kwa tumeamua kuupeleka katika mfumo wa kisasa ili uweze kwenda katika mfumo sahihi. Kwa zile timu ambazo huwa zinakuja na matokeo uwanjani na mwisho wa siku wakipigwa wanaanzisha vurugu, ungependa kuzipa wito gani? Kwanza kwanza tumeweka timu yote ambayo ikifanya vurugu tu hapo inakuwa imetoka kwenye mashindano. Kwa tuombe kwa timu hususan zote kuja timu shiriki. Hakuna timu inataka kuja na matokeo uwanjani. Timu ije icheze mpira, magoli tutaona kama yanaingia golini, tutayaona yanaingia. Ikitokea umefungwa, nyamaza, jipange kwa ajili ya mchezo mwingine unaokuja. Uwezi ukasema anakuja na matokeo nyumbani, kwa sababu mnakuja kucheza timu mbili zilizojiandaa kutoka sehemu tofauti. Kila mtu kajiandaa kivyake kwa ajili ya kuja kupata hiyo mechi.
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.